Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Chama cha Mapinduzi. Natumai ubuheri wa afya mtazamaji wa kipindi cha Kutoka Kisundui. Hatimaye tumekutana tena hii leo katika kuangazia mfululizo wa vipindi vyetu vya kutoka kisiwa Ndui. Kama ilivyo kawaida, tunapata nafasi ya kuweza kuangaza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa yale ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameendelea kuyatekeleza katika serikali yake. Kama ambavyo unavyojionea, hili ni jengo la shule ya sekondari hapa Tumbatu. Hapa tulipo mtazamaji, sio Hamamni Secondary School wala sio Dr. Sheni Secondary School na wala sio Turki Primary School. Hili ni jengo la shule ya sekondari la Tumbatu na ni jengo la kwanza kabisa la ghorofa. Leo tutapata nafasi ya kuliangaza maendeleo haya ya ajabu na ya kustajabisha ya Dr. Hussein Ali Mwinyi yanayoendelea kwa spidi kubwa siku hadi siku katika kona zote za Zanzibar. Jina langu naitwa Suleiman Mohamed. Tafadhali tuendelee kwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. Zinazofanywa na chama, big up CCM. Chama cha Mapinduzi. Ambavyo nimekujuza awali mtazamaji kwamba leo hii nimekualika kuangazia ujenzi wa shule hii ya sekondari ya Tumbatu ambayo imekamilika na hatimaye imeshafunguliwa na sasa inaendelea kutumika. Tumepata nafasi ya kuweza kufika katika eneo hili ambapo kubwa zaidi itapata nafasi ya kuweza kujionea maendeleo haya ya kustajabisha Dr. Hussein Ali Mwinyi ya visiwani. Kisiwa cha Tumbatu ni miongoni mwa visiwa vilivyomo ndani ya Zanzibar, kinachopatikana kaskazini mwa kisiwa hiki cha Unguja. Ni miongoni mwa visiwa ambavyo havikuwa vimepiga hatua kubwa za kimaendeleo ukilinganisha na idadi ama uhitaji wa mahitaji yenyewe ya kimsingi. Dr. Hussein Mwinyi katika uongozi wake amefanya kazi kubwa katika kulitekeleza hili na sasa amekimulika kisiwa hichi kwa ujenzi wa shule kubwa na ya kisasa ya ghorofa, yani 3G+3. Ni shule ya kwanza na ya kipekee na ndilo ghorofa refu zaidi kuliko ni majengo yote yaliyopo katika kisiwa hiki cha Tumbatu. Tupate nafasi ya kuweza kupita ndani hapa ili tujionee yale ambayo yapo na Dr. Mwinyi aliyoahidi na yale ambayo ampata nafasi ya kuyatekeleza. Hatimaye nimefika hapa na nimekutana na wanafunzi. Dr. Mwinyi! Oye! Dr. Mwinyi oye! Oye! Na mtazamaji, kama ambavyo mpata nafasi ya kujionea, tumepokelewa na kundi kubwa hapa la wanafunzi na wametuma huo ujumbe kwa wananchi kwa ujumla. Wameeleza hapa kwamba walimpa kazi na hatimaye Dr. Mwinyi amefanya kazi kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili. Na wanasema hapa sasa wanakwenda kumuongezea kazi. Na kazi yenyewe ni kuendelea kuboresha maendeleo katika eneo hili la Tumbatu sambamba na uboreshaji wa mfumo wa sekta ya elimu katika eneo hili. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na kuwasikia wanafunzi hao. Tupata nafasi sasa kwenda kutembelea ili kuweza kujionea hali halisi ya jengo hili. Chama cha Mapinduzi. Langu naitwa Jaala Pandu Hamisi, kama ni mwalimu mkuu shule ya sekondari Tumbatu. Shule hii ni shule ya sekondari ambayo ina madarasa 43, labo ya physics, kuna na labo ya biology na chemistry zipo pamoja hizo. Alafu kuna chumba cha kompyuta, tuna chumba cha maktaba, tuna staff ndani yake humo na store mbalimbali za katika jengo hili kwa fupi. Naam, shule hii imefunguliwa lini? Tarehe 4 mwezi wa pili 2025. Kwa kweli tumefaidika sana sisi kama ni watu wa Tumbatu tokea tulipojengewa jengo hili,
kwa sababu katika kisiwa chetu hili ni jengo la mwanzo kubwa kama hili. Yako yaliyotangulia katika vijiji lakini si kubwa kama hili. Kwa hivyo ni jengo la mwanzo la ghorofa 3 katika kisiwa chetu cha Tumbatu. Kwa kweli tumefaidika na tumefaidika kweli kweli. Ni tofauti na mazingira ambayo tulikuwa tunasoma kule chini tulikokuweko, mazingira ambayo kwa kweli yalikuwa hayaruhusu kwa sababu yalikuwa na mapungufu mengi zaidi. Vifaa vya maabara vilikuwa vichache, maktaba vitabu ilikuwa vichache, alimradi kila kitu kilikuwa kina uchache. Najisikia faraja kubwa sana kwa sababu tulipokuwa kule chini katika ofisi zetu, ofisi kama ya mwalimu mkuu ilikuwa hupati burudani kama hii tunayopata hapa. Tuna IC sasa hivi. Okay. Mafeni tumeacha yamepumzika. Itakapokuwa IC haifanyi kazi ndio tunafungua mafeni. Okay. Kwa mara ya kwanza. Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo una nafasi ya kuweza kumsikia mwalimu mkuu kwa leo zungumza, na unajionea mwenyewe, hii ni ofisi ya mwalimu mkuu, wala sio ofisi ya naibu katibu mkuu wa wizara, wala sio ofisi ya mkurugenzi wa baraza la mji au ofisi ya katibu tawala wa wilaya ndogo hapa Tumbatu. Hii ni ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Tumbatu. Kama alivyoeleza mwenyewe, imesheheni sasa hivi si full, na anaendelea kujivunia akaendelea kufanya kazi hapa katika mazingira ya leo mazuri. Sasa tupata nafasi ya kuelekea katika maeneo mengine. Chama cha Mapinduzi. Baada ya kupata nafasi ya kuweza kutoka kwa mwalimu mkuu, na sasa tunaelekea kujionea hali kati ya yale machache ambayo mwalimu mkuu amepata nafasi ya kuweza kuzungumza. Na tunaanza katika maabara ya chemistry ni pamoja na biology. Hiki ni chumba maalum kwa ajili ya maabara ya chemistry pamoja na biology. Na tumepata nafasi ya kuweza kuingia humu ndani. Lengo halisi hasa kuweza kujionea. Nafikiri unaona yale ambayo amezungumza mwalimu, namna maabara hii ilivyoweza kusheheni na wanafunzi kila mmoja akiwa katika eneo lake. Kwa maana hiyo hapa mwalimu atatueleza maabara hii kwa namna ambavyo ilivyoweza kuboreshwa na vifaa ambavyo vinavyopatikana hapa ambavyo awali havikuwa vikipatikana, na jinsi ambavyo vilivyoweza kusaidia katika kuimarisha sekta ya ufundishaji kwa ujumla kwa walimu pamoja na wanafunzi kwa ujumla. Majina anaitwa Juma Abdallah Makame, mimi ni lab technician, ni msimamizi wa maabara ya chemistry biology. Kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi kwa kutujengea maabara yetu kubwa hii ya kisasa ambayo imesheheni vifaa. Tunaona hapa kwamba tuna kifaa kama cha hii, tuna hii sikio linaitwa ear. Awali walimu walipokuwa wakisomesha ilikuwa hakuna demonstration, wanasoma tu madarasani kwenye vitabu, lakini sasa hivi tunakuja maabara tunaonesha kila part ya ear kwa mifano. Vile vile kama hapa tuna Bunsen burner, hii tunatumia kwa ajili ya heat, kuunguza katika zile chemical ambazo zinahitaji kufanya heat process. Kwa zamani ilikuwa tunatumia zile vifaa tu vya kisasa kama vibatali ambavyo vinatumia moshi, vinamwathiri mwanafunzi, lakini kwa sasa tuna hizi za kisasa ambazo zinatoa moto ambao hauathiri, hautoi moshi ambao unaathiri. Vile vile kuna kwa mfano hii, kuna hii DNA vile vile ni kama vile kwenye ile ear ilikuwa wanafunzi tu wanasoma tu kwenye vitabu, lakini kwa sasa tunafanya kwa demonstration kabisa, tunaonyesha each part. Vile vile tuna these parts of the body, some part of the body here you see, tunamuonesha mwanafunzi kila sehemu ya mwili wa mwanadamu, kwa hiyo anaweza kuona kila sehemu. Anaweza kuona moyo, kuna ini, kuna mapafu, like that. Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo tumepata nafasi ya kuweza kuangazia na kuona hali jinsi ambavyo ilivyo katika maabara ya kemia pamoja na biology. Tumepata nafasi ya kujionea. Lakini pia kama walivyomsikia mwalimu awali, alieleza pia uwepo wa maabara ya physics. Na nafikiri unajionea pia jinsi ambavyo ilivyo. Imesheheni vifaa vya kisasa ambapo hapo awali ilikuwa kilazimika kuvifuata nje ya Tumbatu. Lakini bila kusahau uzuri wa jengo hili pia limejumuisha uwepo wa chumba maalum cha kompyuta kama alivyozungumza mwalimu,
umeona kompyuta mpya na za kisasa na chumba jinsi ambavyo kilivyo vizuri. Kwa hiyo hii kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikisaidia wanafunzi kuweza kusoma kwa uzuri kama ambavyo wanavyosimulia hapa wanafunzi wenyewe. Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Safia Kombo Hamadi, ni mwanafunzi kutoka kidato cha Form 4. Namshukuru Dr. Hussein kwa kuweza kutuletea miundombinu kama hii. Asante Dr. Mwinyi, tunakuahidi tutavitunza na tutavilinda, kisha tutavitumia vizuri, na tunakuahidi tutasomea kwa vizuri. Asante Dr. Mwinyi kwa kuweza kutuletea miundombinu kama hii. Fermatiano ni mwanafunzi wa skuli ya Tumbatu kidato cha 4. Namshukuru Dr. Hussein Mwinyi kwa kutujengea skuli yetu nzuri ambayo imekusanya lebo 2 ya physics na chemistry, na pia ametujengea chumba cha computer room na library nzuri, na tunamshukuru Dr. Mwinyi kwa wema ameutufanyia, kwani zamani tulikuwa hatuna vifaa kama hivi. Sasa hivi tunavipata katika shule yetu. Tulikuwa tunaenda skuli za nje, skuli za mbali kutafuta vifaa kama hivi, lakini sasa hivi tunavyo katika skuli yetu, na tunamshukuru na tunamwahidi kuwa tutajitahidi, tutavifanyia kazi ili tulete mafanikio katika shule yetu na kitaifa kwa ujumla. Majina naitwa Muhammad Ismail Haji, ni rais wa skuli ya sekondari Tumbatu. Ningependa kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea skuli kama hii nzuri, sababu mwanzo ilikuwa haipo skuli kama hii. Tulikuwa tunasoma kule chini kwenye mavumbi na tulikuwa hatuna lebo nzuri kama hizi, na vyumba vya kompyuta tulikuwa hatuna, tulikuwa tunatumia habu pale. Lakini kwa sasa hivi vimo kwenye skuli yetu, na pia nakuahidi kama mimi ni Mheshimiwa Rais wa skuli, kuahidi nitavilinda na nitalinda skuli nzima. Chama cha Mapinduzi. Wanafunzi wamepata nafasi ya kuweza kuwasikia, lakini kabla pia tujaondoka hapa tulipata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa eneo hili la Tumbatu, ambapo maendeleo ya aina hii aliyoleta Dr. Hussein Ali Mwinyi waliyasubiria miaka kwa miaka. Wenyewe wanazungumzaje juu ya uwepo wa shule hii mpya na ya kisasa na ya kwanza kabisa ya ghorofa kujengwa hapa Tumbatu? Kwanza tuliposikia kuna jengo ghorofa hatujaamini, lakini mwisho wa siku kila mtu haamini. Walikuwa watu wanatoka mitaani wanakuja, tatizama ghorofa hapa pale. Wanaenda kutizama? Wanaangalia kuangalia. Kwa sababu washazoea ghorofa kuona ngambo ya pili au kwa Mheshimiwa Haji, hawajaamini kama ghorofa litakuweko mitaa kama ya huku ya skuli tena. Kila mtu alikuwa anajikokota. Porini wanasema na mimi nakwenda kalione sije kufa sijaliona ghorofa Tumbatu kubwa. Ilifikia huko kumbe? Ilifikia hivyo. Kwa namna moja ama nyingine imechangia kubadilisha muonekano wa Tumbatu. Namna moja au nyingine imechangia. Kiupande wa wanafunzi wamezidi hamasa, maana kila mtu anasema na mimi nipasi nikaingie gorofani. Wanapenda kuja skuli na wala hawachelewi, wana nidhamu nzuri, wanajitahidi na wameipenda ile skuli, kwa sababu mimi mwenyewe ni kamati ya skuli. Sasa naona hivyo vitendo vinavyokuwa vinafanyika. Kwa kweli Dr. Mwinyi ametusaidia kwa hali ya juu, ambayo kama tunaona kama ametupendelea ile kwa namna ile jengo lilivyojengwa huku, kwa sababu hatujapatapo, yani hatujawahi kuipata kama nafasi kama hii ya Dr. Mwinyi alivyotusaidia. Pamoja na hivyo ameweka mambo mazuri yetu ambayo ni yote ni ya kileo au ni ya kisasa yalokuwemo katika jengo hilo. Kuna kila mahitaji ambayo yanahitajia, yani kumfanya mwanafunzi aweze kupata uelewa. Kusema kwa kweli ilikuwa hatujawahi kupatapo hiyo. Kwa Dr. Mwinyi alivyotusaidia, yani ameweza kutujengea nyumba ambayo una uwezo wa kihadhi, yani ya kileo hii katika skuli, yani shule zile. Kusema kwa kweli sasa maana kama ametupendelea kwa vile maendeleo aliyotuletea katika kisiwa hichi au katika ujenzi wa hiyo skuli. Kama
kama wazazi let's say mlipokeaje na kwa upande wa wanafunzi hali ikoje baada ya kuhamia kule? Kusema kwa kweli ni vijana ambao wanafunzi walikuwa furahani tu na walikuwa hawajaamini kama lile jengo litakuwa ni la kwao, yani ni la Watumbatu, kwa sababu hatujawahi labda usingizini. Okay. Kwa kazi kubwa Dr. Mwinyi. Ni kazi kubwa ambayo ameifanya mwenyewe rais. Naona ndo kama hivyo ametupendelea hasa, na pia anaweza kutandika barabara hiyo kama mnavyoiona ishakuwa tayari. Haijamaliza lakini tunaona kama ishakuwa tayari. Kwa hiyo una uwezo sasa wa kutembea kwenda Jongowe bila kupata tabu, au katika kwenda zako kutembea mpaka sehemu nyingine tunasema karibu na Kinondoni ile. Na tukizungumzia kwa upande wa skuli, tunaona kwamba Dr. Mwinyi anafanya mambo makubwa, sio katika skuli, tuna miradi mingine mbalimbali ambayo anatumikia wananchi, lakini tukiangalia kwa upande wa skuli ni faraja. Hata hivi juzi amekuja kuizindua skuli yetu ile ya Horofa ambayo itajumuisha wanafunzi mbalimbali wakiwemo wenye mahitaji maalumu na hata ambao hawana mahitaji maalumu, ili kuweza kupata elimu ambayo itawasaidia katika harakati zao ama katika maisha yao ya sasa hivi na hata kizazi ambacho kitakuja baadaye. Kwa hiyo wananchi ni lazima tuituze skuli yetu ili kuiwekea na mazingira bora, na kizazi ambacho kitakuja baadaye basi kiweze kunufaika yale matunda ambayo amekuja nao Mheshimiwa Rais kwa upande wa skuli. Hii ni ahadi yake ambayo ameiweka na tumepata faraja kwa sababu tayari ametekeleza, na uzuri zaidi amekuja kuifungua yeye na wananchi tukajumuika wengi sana. Kwanza alifikia hapa na watu walikuwa ni wengi sana, naweza kusema wengine wamefika kule, wengine wakakaa humo pembeni kwa kuja kuiona ama kumshuhudia Mheshimiwa Rais wakati anaizindua ile pale. Kwa hiyo ilikuwa ni faraja kwetu sisi, lakini pia hata ambao katika vyombo vya habari wameangalia, ni kweli Mheshimiwa Rais ametekeleza yale ambayo anafanya na anaendelea kutekeleza miradi mengine sehemu nyingine tofauti. Lakini kwa upande wa kisiwa cha Tumbatu, Mheshimiwa Rais hakukiacha nyuma, na yeye kwa vile ni wananchi wake basi anawatekelezea. Chama cha Mapinduzi. Ujenzi wa skuli hii ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika ahadi zake mara baada ya kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi wa eneo hili. Mwanzo walikuwa bado siamini, nilikuwa natia shaka nikatoa. Lakini baada ya kuona kwamba vile vifaa vinavyoletwa pale bandarini, nikasema kwa Dr. Mwinyi atafanya kitu, na kweli amefanya kitu. Na tunashukuru sana. Sawa, ujenzi wa majengo makubwa kama haya ya shule kwa maeneo ya visiwa huwa yanakuwa na mchango gani hasa katika sekta ya elimu? Mchango mkubwa katika majengo kama haya, kwanza tunapunguza uchache wa madarasa, tumepunguza uchache wa madarasa kwa kiwango cha hali ya juu sana. Uchache wa madarasa tumepunguza. Alafu yake isitoshe kwamba madarasa yana nafasi zaidi na kwa kiwango ambacho inavyotakiwa sasa kimataifa. Kila darasa wanafunzi 45. Okay, kama mwalimu ambao una miaka mingi katika tasnia hii ya ufundishaji, let's say unaridhishwaje na mambo makubwa ambayo Dr. Mwinyi anaendelea kufanya hapa Tumbatu hasa katika sekta ya elimu? Kwa kweli umepata nafasi ya kuhudhuria katika kufundisha kwenye vipindi tofauti vya awamu tofauti ya uongozi. Kwa kweli tumefarijika sana. Uongozi wa Dr. Mwinyi ni uongozi mahiri. Tena ni uongozi mahiri kwa sababu kila kifaa ambacho una shida nacho unakipata pale ambapo panapohitajika. Ukienda library, kitabu ambacho unachokitaka unakipata. Unataka reference ya somo gani na fani gani unaipata. Mwanzo mlikuwa mkifanyaje? Mwanzo ilikuwa wakati mwingine tunaotoka hapa Tumbatu tunakwenda TC Mkwajuni kwa kufuata kitabu hichi kimoja. Kwa hivyo unapata harama za nauli na nini kwa kufuatia vitu kama hivi. Na pia kinahitaji kurejeshwa. Na kinahitaji kurejeshwa baadaye. Gharama nyingine. Lakini hivi sasa alhamdulillah tunavyo wenyewe ndani. Okay, sawa. Kwa mwanafunzi ambaye amesoma zamani hapa Tumbatu na hayupo, let's say unamueleza Tumbatu sasa hivi hasa katika hatua za kimaendeleo imepiga hatua kwa kiwango gani Tumbatu kulinganisha na Tumbatu ya miaka iliyopita kwa wale ambao wapo nje ya Tumbatu?
Kwa kweli watu kama hivi sasa kama watakuja Tumbatu basi wataona maajabu makubwa sana. Na maajabu watakayoona kama kwamba wao wameonewa katika karne zile za kwao. Wameonewa kwamba hawakufanywa vitu kama hivi. Na walikuwa pengine wanajiuliza hasa kwani hii serikali ilikuwa wapi? Hata ikawa isituletee maendeleo isianze na sisi. Na wanashangaa kweli. Wanashangaa kuona majengo kama haya makubwa mazuri yaliyosheheni vifaa kwa yapo Tumbatu. Wanajisikia faraja na wao kwa upande mwingine. Baada ya miaka 5 inayokuja tena Dr. Hussein, Tumbatu tena magari tuna mapikipiki muda wote. Tunaridhisha kwa sababu vitu tunaviona. Tenki la maji lipo, skuli ipo, barabara ipo, uwanja wa netball upo, na bandari ile kesho kutwa mwenyewe kasema anamalizia. Sasa vitu vyote viko kwenye mstari na vingine nachoamini mie kwa mujibu alipokuja fungua skuli vinakuja. Chama cha Mapinduzi. Katibu utawala wa wilaya ndogo ya Tumbatu ndiye msimamizi mkuu wa shughuli za serikali katika kisiwa hiki cha Tumbatu, ambaye anafanya kazi chini ya ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa katika mkoa huu wa Kaskazini. Tulikuwa naye ambaye yeye pia ameelezea juu ya maendeleo na hatua kubwa ambazo Dr. Hussein Ali Mwinyi amezipiga katika ujenzi wa shule hii mpya na ya kisasa kabisa hapa Tumbatu. Kwa jumla Tumbatu ni miongoni mwa jamii ambazo zimefaidika sana. Nadhani hakuna kijiji ambacho kinatuzidi katika kunufaika na utawala wa Dr. Mwinyi. Na hili linadhihirika katika sekta tofauti ambazo manufaisha wananchi wa Tumbatu. Mheshimiwa Rais kwa upande wa elimu, Tumbatu mwanzo kuingia madarakani alijenga mabanda mawili yenye madarasa 10 na matundu ya vyoo yasiyopungua 20. Hayo mwanzo tu, madarasa kawaida. Lakini baada hapo ndio ameweka chuma kile pale cha gorofa ambacho kina madarasa wastani wa darasa 42 pamoja na mabara na maktaba. Hii leo tunavyosema wanafunzi wanajivunia, wanasoma na katika fani zote ambazo zitegemea wanafunzi azipate zinapatikana, zikiwepo kompyuta, mambo biashara, masomo ambayo kwa Tumbatu ilikuwa ndoto hatujawahi kufanya hayo. Kwa ufupi, kwa upande wa elimu tumepiga hatua kubwa, lakini si tu kwamba kuna majengo, na sisi katika watu wa Tumbatu katika matokeo yote yanayotoka kimkoa na kwa wilaya, basi sisi hatujafika nafasi ya 5 wala ya 6. Kwa maana tunafanya vizuri katika uwekezaji wa miundombinu, lakini tunafanya vizuri katika ufaulu wa wanafunzi. Hilo moja. Lakini la pili, twende katika sekta ya uchumi wa buluu. Sisi watu wa Tumbatu ni wavuvi. Kwa kiasili ni wavuvi. Ndio kazi yetu kubwa. Hizo nyingine tena za kunyongezea. Lakini kama umetolewa maboti 500 katika Zanzibar hii ama 600, basi sisi ukija kitathmini sisi ndio tuna maboti mengi kuliko watu wengine. Kwa sababu hapa ndani ya Tumbatu zaidi ya boti 120 zimetolewa kwa wananchi wa Tumbatu. Sasa sidhani kama kutakipata kijiji kama hicho cha Tumbatu, cha Zanzibar kimepata kijiji boti 100 zaidi na 20. Na ukisema boti 120, ujue kwamba kila boti inahudumia watu wangapi? Watu 3 mpaka watu 6. Maana watu 6 kila mmoja ana familia. Uone ule uchumi ulivyo change. Na kama kuna maduka yanaendelea, kama kuna biashara zinafanyika, unajua kuna watu wametumia boti hizo kufanya kazi na baadaye wakapata pesa. Uone mzunguko wa fedha. Sasa kwa upande wa uvuvi, lakini mambo mengine hapo, kwa mfano watu wa vikundi vya mwani na mambo mengine, lakini tunazungumza ule uchumi wa buluu kwa upande wa watu kupata ile boti zenye mkopo na nafuu. Chama cha Mapinduzi. Baada ya kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi na kama unafahamu kwamba tupo katika mkoa wa Kaskazini, tukapata nafasi ya kuzungumza na katibu idara ya itikadi na uenezi wa mkoa huu ambaye yeye alikuwa mwenyeji wetu pia kwa siku hii hapa ya leo. Anatueleza hapa Chama cha Mapinduzi mkoa huu namna ambavyo wanavyoridhishwa na utekelezaji wa ilani na kazi kubwa ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameendelea kuifanya katika eneo hili. Katika sekta ya elimu, Tumbatu imejengwa jengo la G+3 lenye gharama shilingi bilioni 7.01
ambalo hili linakuja kuondoa kadhia ya upatikanaji wa vifaa vya kisayansi zikiwemo maabara 5 zilizojengwa katika jengo hilo. Jengo hilo lina vyumba 48 na lina maabara 5 ikiwemo maabara ya chemistry, maabara ya physics, biology, maabara ya kompyuta pamoja na library, ambazo hizi zinaenda kutoa hali halisi ya utofauti wa skuli tuliyokuwa tunatumia iliyokuwa ina mabanda ya kawaida na skuli ya gorofa ambayo kwa sasa Dr. Mwinyi amekuja kuizindua mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa ujumla, tukiachana na skuli hii ya sekondari ya Tumbatu, mkoa wa Kaskazini Unguja una magorofa 5 ambayo Dr. Mwinyi amekuja kuyatengeneza, likiwemo gorofa la skuli ya sekondari ya Mkokotoni lenye gharama shilingi bilioni 6.1, skuli ya msingi ya Donge Vijibweni lenye gharama shilingi bilioni 4.5, skuli ya sekondari ya Bumbwini Makoba lenye gharama shilingi bilioni 6.1, skuli ya sekondari ya Bumbwini Misufini ambayo ni skuli ya sekondari ya Balozi Sefu Alidi yenye gharama shilingi bilioni 6.1, lakini ujenzi wa skuli ya Dahalia, skuli ya Vipaji unaendelea ulioko Gamba Kigongoni ambayo hii ina gharama shilingi bilioni 11.6. Kimkoa tunafarijika sana Chama cha Mapinduzi kwa uthubutu wa serikali hii ya awamu ya 8 kwa kutengeneza miradi hii ya kielimu katika ubora unaotakiwa, lakini kwenye malengo ya kuanzisha vipaji vipya na kutoa wataalamu bobezi ambao hao watakuja kuwa ndio wataalamu wa nchi wa baadaye. Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. Zinazofanywa na chama, big up CCM. Chama cha Mapinduzi. Natumai mtazamaji umepata nafasi ya kujionea yale ambayo yamo Tumbatu. Hii ndio Tumbatu ambayo amekuwa akizungumza Dr. Hussein Ali Mwinyi mara nyingi katika hotuba zake, na mara kwa mara anapotembelea mkoa huu wa Kaskazini. Alitamani kuona Tumbatu ikiwa na skuli ya ghorofa, na ndio hii umepata nafasi ya kuishuhudia. Alitamani kuona Tumbatu ikiwa na hospitali ya kisasa, na ndio hii inayoendelea. Alitamani pia kuona Tumbatu inakuwa na barabara ya lami ya kwanza na ya kisasa, takriban kilomita 20, ndio hii umeiona. Alitamani pia Tumbatu uwepo ama upatikanaji wa maji safi na salama. Tenki ndio hili hapa umepata nafasi ya kuiona. Kituo cha polisi ndio hicho umepata nafasi ya kukiona. Sasa kazi kubwa ni kwa wana Tumbatu kuendelea kumuunga mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi katika juhudi zake za kuendelea kuleta maendeleo katika kisiwa hiki cha Tumbatu pamoja na Zanzibar kwa ujumla. Na sisi tunasema kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hakika hakuna mbadala wake, maana tumepata nafasi ya kumpa kazi. Hatimaye Dr. Mwinyi amefanya kazi. Sasa tunajiandaa kumuongeza kazi. Naitwa Suleiman Mohamed. Natakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Bye bye kutoka hapa maeneo ya Tumbatu. Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi,